Okay, so leo tunajifunza jinsi ya kufanya mauzo, kurekodi mauzo yetu kwenye device ya simu. Kwa hapa juu utaona kwenye icon hii kwenye device ndogo. Kuja hapa, ukibonyeza hapa utasema huyo mtu anataka labda Azam Energy. Utatafuta product yako nyingine, labda unataka match, uta search moja Kilimanjaro 5 liter. And then kama kuna discount, hii ni amount ambayo inabidi aweze kukulipa. Kama amelipa cash, mobile money, and then utafanya complete sell, then you complete. Hapo utakuwa umeweza kurekodi mauzo yako. So tukija hapa kwenye recent, ukitaka kuedit, hapa kuna recent, kuna mauzo ambayo tumefanya sasa hivi hapa. Bonyeza hapo utaweza kuedit. So na pia ukitaka kuona mauzo kwa mfano kama leo tumefanya mauzo haya. Kwa ukiwa kwenye hii page ya POSL utaona tu leo tumefanya mauzo kiasi gani. Lakini pia ukija kwenye app invoice au sales utaweza kuona mauzo ambayo yamefanyika tarehe. Unaweza ukafilter, unaweza ukasema leo labda kuanzia tarehe. Kwa mfano leo ni tarehe hii hapa mpaka tarehe hii ya leo. Utaweza kuona ni mauzo ambayo yamefanyika leo. Sawa, mauzo yamefanyika leo ndo haya hapa, na jumla mauzo ambayo tumefanya leo ni hii, kwa sababu tumefilter hapa tayari tumefanya mauzo haya ya shilingi hii hapa. So kwenye terminal, kwenye zile POS terminal kabisa, screen yao itaonekana kubwa namna hii. So unaweza ukaja hapo kwenye menu POS, huu ndo uwanja wa kufanya mauzo. Au ukiwa hapo nyumbani unaweza ku open POS, and then unaweza uka add product. Ananunua hiyo Azam Energy, ananunua tena labda maji ya afya, ananunua tena labda Colgate. Sawa, unaona hapa. So hii ni kiasi ambacho inabidi aweze kukilipia. Amelipa kwa njia gani? Mobile au cash au bank. Then utasave. So kama kuna printer utaweza kuprint hapa. Okay, so na ukiweza kuedit cashier, ukiedit kutunza kumbukumbu, ukiweza kuedit hii kutunza kumbukumbu, utakuwa kama itaweka kumbukumbu yake kwamba hii product ilieditiwa. So ukiload to cart utaona kabisa tayari product tunaiedit imekuja hapa. So tutaendelea kuedit, labda alichukua 2 stock yetu haitoshi, akichukua 2 labda achukue stock haitoshi, hatuna stock ya kutosha kwenye maji. Okay, labda alichukua tena Azam Energy. Okay, sawa, and then una complete sell, and then complete sell. So tukija kwenye recent transaction tutaiona pia tumesha edit. So tukija kwenye invoice hapa sasa, ukija kwenye report, kuja kwenye page ya mauzo yote, utaona kuna invoice ambayo tulicancel hapa, ambayo ndio hii hapa. Invoice tulicancel. So tulicancel invoice, na nani aliweza kuicancel itakuonyesha jina ya mtu aliyefanya kuicancel. So hii itakusaidia consistency. Kwa nini muda fulani mtu kuedit mauzo na nini lazima upate record yote. So ili canceliwe hii ikapatikana hii hapa. Okay, so thank you, karibu kutusubiri, karibu kuendelea kutizama video nyingine zinazofuata za kutufundisha mfumo wote kuhusu mambo yote ambayo yako hapa kwa ajili ya kuboresha biashara yako iweze kukua katika njia ya kusimamia kidigitali.